Hujambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ni asubuhi njema Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu katika habari zetu za runinga ya New Life Africa International. Runinga inayokuletea habari za utendeti za humu shuleni na kimataifa. Wasomaji wenu ni Vivian Omar, Ana Boy. Yaliyomo: kutuzwa kwa wanafunzi waliofanya vyema, Kutamatika kwa mtihani wa kufunga muhula wa pili. maadili yani ubunifu. Usibonyeze kidude, andamana nasi hadi tamati. Habari kamili. Wanafunzi waliofanya vyema katika mtihani wa kimataifa wa muhula watuzwa. Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Wama, chanda chema huvikwa pete. Wiki iliyopita, uongozi wa New Life Africa International School uliandaa hafla ya kuwatuza wanafunzi waliofanya vyema katika mtihani wa katikati wa muhula ya pili. Wanafunzi waliotuzwa walitoka gredi ya 4 hadi gredi ya 9 na walipokea zawadi mbalimbali kama ishara ya kuthamini bidii yao katika masomo. Furaha ilitawala miongoni mwa wanafunzi hao, huku wakijawa na bashasha tele kama mama aliyejifungua salama. Wanafunzi walioshika nafasi ya 3 na ya pili walitunukiwa chupa maridadi, ilhali aliyeshika nafasi ya kwanza alizawadiwa seti ya vifaa muhimu vya somo la hisabati. Hatua hiyo imewapa motisha wanafunzi wengi kuongeza bidii katika masomo yao. Wengi wao wameahidi kufanya vizuri zaidi katika mtihani ijayo. Kwa wanafunzi wote wa New Life Africa International, tunatumaini mlijituma kwa bidii katika mtihani wa kufunga muhula wa pili uliomalizika Jumatano ya wiki iliyopita. Tunawatakia kila la heri mnaposubiri matokeo yenu. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenyu Blessing Shalim kutoka gredi ya 8. Uhispania watoa ubingwa kombe la dunia. Mtihani wa kufunga muhula wa pili watamatika. Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Mtihani wa kufunga muhula wa pili katika New Life Africa International School ulianza Jumatatu tarehe 20 na kukamilika Jumatano tarehe 22 wiki iliyopita. Kwa sasa walimu wanaendelea. Mtihani wa kufunga muhula wa pili katika New Life Africa International School ulianza Jumatatu tarehe 20 na kukamilika Jumatano tarehe 22 wiki iliyopita. Kwa sasa walimu wanaendelea na zoezi lao la kusahihisha mitihani ili wanafunzi wapate matokeo yao kabla ya kufunga shule na kuyapeleka nyumbani. Tunatumaini kila mwanafunzi alijitahidi kadri ya uwezo wake na akapata matokeo ya kuridhisha. Kumbuka, bidii hulipa na kila mtu huvuna alichopanda. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International TV, ni mimi wenyu Zunira Jane kutoka gredi ya 5. Ubunifu ni nini? Faida zake ni zipi? Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Leo tunaangazia ubunifu. Ubunifu ni uwezo wa kutumia akili ili kutatua tatizo, kutengeneza kitu kipya au kuboresha kilichopo. Kwa ufupi, ni kuona kile ambacho wengine hawaoni na kufanya kile ambacho wengine hawawezi. Mifano ya ubunifu shuleni ni kama vile: kwanza, darasani mwanafunzi anaweza kutengeneza vifaa vya sayansi kwa kutumia chupa na kadibodi. Pili, wanafunzi wanaweza kupanda mboga kwa kutumia chupa na vibuyu vya plastiki. Isitoshe, katika sanaa ya muziki, wanafunzi wanaweza kuandika wimbo wa shule na kubuni mavazi ya tamasha. Vile vile, katika CBE tunawasilisha kazi ya njia tofauti kama vile picha, michezo ya kuigiza, video fupi au blogu. Kwa nini ubunifu ni muhimu? Kwanza, ubunifu hutatua matatizo. Pili, huleta maendeleo. 3, kujenga kujiamini. 4, hututofautisha na shule zingine katika mashindano. Mwisho, hututayarisha katika maisha ya kesho ambapo baadhi ya watu wanaweza kujiajiri baadaye. Wenzangu, CBE imetupa kalamu, karatasi na akili. Sasa ni zamu yetu ya kutumia ubunifu. Kila mmoja wetu ni mbunifu.
Tuchangamkie ubunifu, tujaribu, tukose, tujaribu tena. Tukumbuke kuwa elimu bila ubunifu ni kama mbegu bila maji, haitaota. Nikiripotia runinga New Life Africa International TV, ni mimi Whitney Haza kutoka grade ya 7. Wiki mbili zilizopita, Pasia lilifungwa rasmi katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu. Wiki mbili zilizopita, Pazia lilifungwa rasmi katika kombe la dunia la FIFA mwaka wa 2026. Huku Hispania ikitwaa ubingwa baada ya kuichapa Argentina 1-0 katika fainali katika tuzo ya mashindano. Mchezaji bora Rodri Hispania alitunukiwa mpira wa dhahabu, yani Golden Ball. Mfungaji bora Kylian Mbappe Ufaransa alitunukiwa kiatu cha dhahabu, yani Golden Boot, baada ya kufunga bao 10. Mlinda mlango bora Unai Simon Hispania alitunukiwa glovu ya dhahabu, yani Golden Glove. Kiungo bora wa kati Rodri Hispania, mlinzi bora Pau Kudri Hispania, ambaye pia alitunukiwa tuzo ya mchezaji bora kijana. Timu tatu bora za mashindano zilikuwa Hispania bingwa, Argentina mshindi wa pili, Uingereza nafasi ya 3. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenu Kelvin Omondi kutoka grade ya 7. Je, wajua kuwa mbu ndiye mnyama anayekupenda zaidi kukufuata hadi gizani? Je, wajua kwamba mbu ndiye mnyama anayekupenda zaidi kukufuata hadi gizani? Sasa wajua. Asanteni kwa kuchagua runinga ya New Life Africa International kama runinga yenu nambari 1. Kwa habari hizi na nyinginezo, tembelea YouTube yetu New Life Africa International TV Nakuru. #Raising Leaders for Tomorrow. Like, comment, share and usisahau kusubscribe.